Ndugu zangu, habari za asubuhi, za mchana, za jioni. Itategemea na muda ule ambao mtakofanikiwa kufuata kipindi hichi ambacho nakirekodi muda huu. Ndugu zangu, katika siku zilizopita nilifanya video fulani ambayo nilikuwa naongelea kuhusu mwamko wa kizalendo barani Afrika au kwa watu weusi kwa ujumla, na nazungumza kwamba video zangu nalenga hasa watu weusi wa Bantu ambao kuna challenge nyingi ambazo zinajitokea sasa hivi zinazokabidhiana kuhusu mtu mweusi. Na katika ile video niliyofanya mara kwanza, naendeleza leo kidogo maendeleo ya video hii. Nilikuwa nimeongelea kitu ambacho nilizungumzia kuhusu masuala ya siasa yanayopitika nchini kwetu, masuala ya dini tunapokwenda nchini kwetu Afrika. Na pointi ya tatu niliongea kwamba nikiongelea kuhusu ukabila pia hivi, kama nakumbuka vizuri, kama sijasahau. Lakini katika swala lile la siasa tuloongelea maandamano nini, watu kuandamana, ndio ni haki ya kila mwananchi kuandamana. Na mwananchi, kitu kinapokuwa kwamba unaona akiendi vizuri, hamfurahishwi na maendeleo ya mambo yanavyokwenda, watu ndio mnaweza mkaandamana. Lakini katika maandamano tunayoandamana wananchi, tujitahidi kuwa na hali ile ya kuwa tunajitambua. Kwa sababu gani ninachoongelea kwa kujitambua? Kujitambua ni kwamba wanasiasa, wafanya siasa wetu ambao ndio wao tunawategemea kutuongoza, mara nyingi sana siasa wanazozifanya, mimi siongelee sana kisiasa, nakuwa naongea kama nilivyoongea hapa kwamba mwamko wa kizalendo, tuamke, tujitambue. Katika siasa ambazo mabara yetu zinazofanyika sana, mara nyingi zinakuwa kwamba ni wanasiasa wao mara nyingi wanawatumia wananchi vipindi vile ambavyo wanavyokuwa wanahitaji wao kukamilisha malengo yao. Lakini si kwamba wanasiasa wengi malengo yao ya kwanza katika siasa ni kuhudumia kwanza wananchi wao ili wawe na maisha mazuri, wapate kwamba waishi vizuri sana. Siasa zetu mara nyingi Afrika, watu tuna siasa za tumbo. Watu wengi bado ni wanatumbo. Mtu ategemea nikipata nafasi pale, basi takuwa mimi maisha yangu, familia yangu kwanza. Hivyo ndivyo vinavyokwenda. Alafu baadaye tazama ukoo, baadaye wananchi sasa inakuwa labda ni kwenye kundi la 3 au la 4 huko. Lakini wapo wanasiasa viongozi ambao wana nia ya mapenzi, wale wa patriot, wazalendo ambao wana nia ya mapenzi ya kutoa damu zao kwa ajili ya wananchi wao. Hawa wapo toka enzi za ukoloni tuliozaliwa, ndugu zetu wale, wazee wetu wale ambao tunawaheshimu sana. Mwenyezi Mungu awalaze kwa amani na salama huko walipo, nafsi zao walitoa nafsi zao kwa ajili ya kupambana na mkoloni ili tupate uhuru ambao tulionao sasa hivi. Unaona? Sasa katika swala la maandamano, ndugu zangu, kwa sababu haya yaliyopita yamepita na inawezekana atakuja tena mengine, hatujui endayo huko mbele. Tuweni makini sana, wanasiasa wasi wanatumia kwamba tokeni, andamaneni, tokeni hivi, no so, na sisi tunakwenda tu, tunafuata tu. Isiwi hivyo. Kuna kitu mimi hapa nitakachokiongelea katika siasa ambacho katika lugha ya Kiingereza, sijui Kiswahili inaitwaje hii sana, lakini katika lugha ya Kiingereza wanaliita political co-opting au political appropriation. Political co-opting au political appropriation. Ili neno linamaanisha nini? Hili neno linamaanisha hivi, ni kwamba wafanya siasa wengi, wananchi, mnaweza mkaanzisha jambo fulani kwamba sisi tunataka liwe hivi, mkaanza, alafu wafanya siasa wao wakajichomoa, wakaingia mle katika lile kundi, wasema haya, endeleeni bwana, sisi sasa ndio viongozi, fanyeni hivi, tuwe hivi. Kwa hiyo wanawatumia wananchi kwa malengo yao ili wao waweze kukamilisha malengo yao. Tukirudi hapo nyuma, tuchunguze, watu wenye kuchunguza, tukitazama nchi kama Tanzania, wafanyasiasa wengi ambao wanaitwa wafanyasiasa wa chama vya siasa, wengi wao, sizungumzi wote kwa sababu sina uhakika huo, lakini wengi wao, pasenti 99, ni watu ambao mchana wanafanya siasa, lakini usiku wanakuwa na sisi pamoja, wanakula pamoja. Sasa wanapokuwa wamekorofishana labda wao kule katika vikao vyao au malipo yao ya pesa, wanarudi sasa kwa wananchi, bwana, hivi hakuna hivi, no this no, kwa sababu wanakuwa hasa wameshindana kwa mikorofishana katika mambo fulani kule, ambao wamekuta kwamba hapa sasa mimi sina maslahi yangu hayapo.
Sasa wanakuja sasa, wanakuja kuwakimbilia wananchi huku, kuwatumia nyie tu. Na kwa bahati mbaya wananchi mnawafuata, tunawafuata vile. Kwa sababu tukichunguza watu ambao tunaotegemea kama wafanya siasa, wengi wao ni vibaraka wa wazungu hapa Europe, Marekani. Unaona? Sasa je, unafikiria mtu ambaye tutoke katika masuala ya Tanzania usalama upo, amani ipo sasa hivi, bado amani, vita ijaingia sasa. Sasa tukitoka ile amani ikitoka, alafu tuingie katika masuala ya masuala ya vurugu. Mwenyezi Mungu alhamdulillah ametuepusha na hayo mambo. Ile amani kuja kuirejesha itarejea dini. Tujaribu tutazame nchi kama Libya, Sudani, na nitaongelea swala la Sudani, ni nyingi tu nchi, Iraki, tukiendelea kuzitaja, Afghanistan, nchi ni nyingi tu, hata Syria, nchi ni nyingi tu ambazo mtu unaweza ukataja hesabu chungu mbovu. Tazama wanavyokwenda wale, tazama system inavyokwenda kule sasa hivi. Watu walitegemea kwamba tukiondoa hii system tutapata system nyingine ambayo ndio itakuwa ni amani, tutaishi vizuri, tutapata maisha mazuri. Lakini baada ya kuondoa system ile iliyokuwepo, watu wanajuta sasa hivi, wanajuta na kusaga meno kwamba fadhali tungebaki. Watu wanakuwa na uwana kama wanyama, watu wanakufa. Ukienda mitaa ya Syria unakupita barabara unakuta watu wanakufa Waarabu, watu wanaliwa na mbwa barabarani, miili ya watu, sababu hakuna mtu wa kuhifadhi miili. Inatokea hivyo, sio kwamba sehemu zote, lakini sometimes inatokea hivyo. Kwa hiyo hii ni hali ambayo nakuepuka sana ndugu yangu. Na maandamano yanapotokea, nyewe waandamanaji wenyewe mnapoandamana, ni nyie hasa mara nyingi ndio mnapotelewa. Wafanya siasa wao sidhani kama misiba inapotokea na wakuta sana wao katika familia zao. Kwa nini sasa? Kwa sababu gani haitokei hivyo? Ina maana wao wanakuwa wanajua kile wanachokifanya, wanakuwa wanajua kile wanachokifanya, kumradhi. Sasa wanakuwa wanatahadharisha familia zao, au wanawaambia wanao wakezo kwamba bwana, sisi jambo hili litakuwa hivi, kwa hiyo nyinyi attention, msifiki, msiwepo pale. Au wanachukua kabla mambo hayajaanza, wanachukua watu familia zao, wake zao, watoto, wanawahamisha katika miji hii ya Ulaya au ya Marekani. Huo ndio kweli unaofanyika. Hawawezi hayaongea, lakini huo ndio kweli unaopitika. Na kwa upande mwingine, tukirudi katika system ambayo inayotawala nchi, ni vizuri system kuweza kujua, kutambua kwamba bwana, tuko hapa kwa ajili ya malengo ya wananchi, na serikali isipuuze wananchi. Kwa sababu kama wananchi hawapo, mtaiongozaje nchi kama wananchi hawapo? Na viongozi, tunapoita viongozi wafanya siasa, ni wananchi hawa. Kwa hiyo acheni wananchi waishi, ni wao ndio viongozi wa taifa la kesho, ni wao ndio watajenga taifa. Na sisi viongozi, hata mfano mimi leo hii nikiwa rais au nani akiwa rais, tunapita tu, lakini nchi inabaki pale. Viongozi hupita tu, nchi inabaki pale. Tuliwaona wengi tu, wakina Mzee Nyerere, Julius Kambarage ameshapita, wengi tu naweza nikataja, wakina Magufuli wamepita. Lakini Tanzania nchi iko pale, nchi ipo pale. Kwa hiyo usalama, mnapokuwa usalama wa taifa ni kitu muhimu sana. Kujenga taifa letu ndio kitu muhimu kuliko watu, kuliko utu. Watu sisi kuliko watu, kumradhi. Watu sisi tunapita tu. Kwa hiyo ndugu zangu, jitahidini sana katika masuala haya ya maandamano. Msiwi tu mnatumiwa na wafanya siasa, tokeni na watu mkatoka. Tazameni kwa sababu tunatoka inakuaje, tunaanzaje, tutaishia wapi, na lengo letu ni nini, na yule ambaye tunayetegemea kwamba yeye ni nani, ambaye ndo atakuwa leader wetu, kiongozi wetu ni nani. Nimeshajiandaa mambo yote hivyo, sio kwamba mtoke tu mwende tu, hapana. Mambo hayaendi hivyo. Kunakuwa na mpangilio rasmi unaopangika. Bwana, plani yetu sisi iko hivi, tunaanza hivi, tutafikia hapa, tutafikia pale, tunakumalizia pale. Hivyo mnakuwa na plan kamili. Lakini kichunguza mara nyingi waandamanaji Tanzania, mambo yanapotokea, sidhani kama plani hiyo inakuwepo kwamba mipango tu. Watu wanatoka tu bila mpangilio. Sasa mambo hayaendi hivyo, na ndio maana tunazungumzia kwamba wanasiasa wasiwatumie watu au kufuata watu kwenye mitandao hii ya kijamii. Mtu ameongea hivi basi na nyinyi, hapana. Jambo mtu unapofuata mambo, tuwe na tabia ile ya kusoma, kulitathmini, kulitafakari ile jambo. Bwana, huyu kaongea, tunakuaje, tunafanyaje, tuishia wapi? Hiyo ni pointi moja ambayo nitaka niongelee. Alafu pointi ya pili nataka niongelee kuhusu Wabantu, sisi watu weusi. Ndugu zangu, kuna changamoto kubwa sana ambao Wabantu barani Afrika tulionayo sasa hivi. Ni kwamba changamoto yenyewe ni kwamba watu hatutaki. Huo ndio ukweli. Wazungu, Waarabu, Wachina, Waisha hawatutaki. Na mimi nitakuwa shortcut, mkitambua hilo,
nikiliona hili ni kwamba ukichunguza sana Wachina mfano wakija, sisi tunaona kwenye video haya, video ambazo zinazo trend, unakuta Mchina ameshika mtoto wa mweusi. Ni kweli kabisa, ni video za kweli ambazo sio hizi za ambazo zinatengenezwa na hii mitandao. Ni video za ambazo ziko real. Unaona Mchina anakuja anamshika mtoto wa Kiafrika, katoto kadogo, sometimes anakashika hapa shingoni au anakashika hapa shingoni hapa au huku begani, huko anamshika mbana mtoto hapa, anamshika hapa, ananing'iniza juu hivi, na yale mambo yanaonyeshwa kwenye video, yanaonekana dunia nzima. Sasa ule ulikuwa ni ujumbe unaopeleka dunia nzima. Ni mambo chungu mbovu wanavyopiga watu weusi barani kwetu Afrika, wanafanya mambo haya, na zile video zinatembea, zinaingia kwenye mitandao ya kijamii, tunayaona. Viongozi mnafanya nini? Mnakuwa mna react vipi kuhusu matukio namna hili? Kwa sababu kama ndivyoongea hapa, hao watu weupe hawatuheshimu. Na hii heshima inatokana na sisi wenyewe, tabia zetu tunazozionyesha. Kwa sababu hawezi mtu akakuheshimu kama mwenyewe hujaonesha tabia yako, jinsi unavyoishi na unavyotaka. Mtu ukionyesha umejiheshimu na upuuzi huu hutaki, watu watakuheshimu. Sisi tumeyaona hapa. Mimi hapa Ulaya kuna vipindi ambavyo nilikuwa napita maofisini enzi za Magufuli. Nilikuwa napita maofisini, watu nakuta wazungu wanamuongelea Magufuli, na hasa enzi hizi, kipindi hicho kilichopitika cha corona, wazungu wanaambia anaongea kweli, anatuamsha hata si huku Ulaya, anatuamsha. Watu walikuwa wanamuongea, ni kwamba kujitambua. Watu tunapokuwa tunajitambua, tunaheshimika, na hakuna duniani mtu hata mmoja ambaye watu anapenda adharawiki, asiheshimiki. Kila mtu anataka heshima, kila mtu mwanadamu unataka. Sasa heshima utaipataje? Utaipata tu, itakuja vipi? Lazima ujionyeshe unajiheshimu, na ndivyo hivyo watu watakuheshimu. Utaheshimika kutokana na jinsi unavyojishika. Sasa huwezi mtu ukaishi. Wazungu mathalan wanapokuja Afrika mara moja tu, sababu ya umaskini, njaa na nini, naelewa hii. Mzungu kaja tayari unakamwita bosi, mzungu bosi. Sasa mnakuwa mnamchukulia moja kwa moja, unauza utu wako. Hawezi tena kukuheshimu. Lazima tuwe na kitu fulani cha kuziziwia, sio kutamna ni hii tu. Watu tunakuwa wawazi sana. Mtu akija mara moja, mgeni kaja, muda wa dakika 2 tu, historia ya nchi yako yote umeshamwambia, kamwambia. Hawezi mtu akakuheshimu, na wala hakuna diplomasia namna hiyo. Hakuheshimu wala hakuheshimu hata mtu naye deal naye, akili zake bado changa, moja kwa moja. Kwa hiyo ataona tayari hapa ni uwanja ambao kwa wazi tunaweza tukafanya kile tunachokitaka hapa. Ndivyo hivyo mambo yanavyokwenda. Na hizo athari zinazopitika Afrika hadi huku zinakuja. Hawakuheshimu. Ukiona mtu mweusi utakuja na matai nini, utakuwa rais, balozi, waziri, madiplomati nakuja, lakini utakuta kwenye mistari ambayo ni sehemu ambazo hawastahili, wanawasimamisha pale, kitu ambacho hapaswi kusimamishwa diplomatics au viongozi wanaotokea nchini. Lakini wanawasimamisha pale, subiri tutazame vipi. Wanakosea heshima. Haya yanatokea kwa watu weusi Mwafrika, uwe ambao umetokea Tanzania, umetokea Kenya, umetokea Kongo, umetokea Zambia, umetokea Uganda, umetokea Ghana, sehemu zote Afrika. Hivi ndivyo wanavyotu-treat, hivi ndivyo wanavyotuchukulia sisi. Lakini sio kwamba tuchukulia hivi sisi kwa kuona vitaka wao, wanatuchukulia sisi kwa kuwa na sisi katika akili zetu tumekubaliana na hali hiyo. Lakini ukikataa hiyo, watakuheshimu. Sasa kama juzi tumeona watu ambao Marekani ilitangaza ikasema kwamba hakuna watu wa Mali, exactly, Mali kwenda nani Marekani, au Burkina Faso kwenda Marekani. Marekani nayo ikasema na sisi hivyo hivyo, hakuna wa Marekani ambao watakaokuja hapa. Na hapa kupita siku 2-3 pakawa wa Marekani ambao waliokwenda kule Mali kweli wakawafukuza airport. Wametangaza huku. Marekani, Donald Trump anaanza tena kujifikiria mara mbili. Sema hata anaweza kujitambua ni. Kwa hiyo lazima watu tujitambue. Ndio heshima. Huwezi mtu kaheshimika tu kwa kuvaa eti umevaa. Lazima uoneshe kwamba unajiheshimu na unataka hichi, na uwe na ule msimamo wa kusimamia katika mambo yako. Kwani wazee wetu wa zamani wale walitambua katoa nafsi zao wakafa kwa ajili ya uhuru wa nchi zetu. Wao si walikuwa na wao nchi wanapenda sana maisha, kuishi kama sisi katika enzi zao. Kwa sababu comfort hizi zilizopo sasa hivi na wao katika enzi zao zilikuwa ni vile. Unaona, kwa hili swala ni point moja ambayo nitaka niongelee. Alafu na point ya nani hii? Point ya kwamba sisi watu wa Arabu mataifa mengine tunadharau. Nitazungumzia neno la mtu mmoja ambaye anaitwa hebu ngoja nilitazame hapa. Huyu mtu anaitwa
alikuwa anaitwa nani huyu? Jina lake huyu alikuwa anaitwa Ibn Abdun, yeah. Huyu ndio Ibn Khaldun. Huyu alikuwa ni Mwarabu msomi sana, Ibn Khaldun. Huyu jamaa Ibn Khaldun ni mtu ambaye alizaliwa mwaka 1332 akafa mwaka 1406. Sasa huyu kuna vitabu vingi ambavyo aliandika tu, na sio huyu tu, hata kuna mtu mmoja ambao Afrika wengi hatumfahamu. Huyu anaitwa nani hii, Muhindi yule nani hii, Gandhi. Yule naye alikuwa ni mtu mbaguzi sana dhidi ya watu weusi, lakini watu hawajui historia yake. Yule mtu Gandhi, kuna vitabu aliandika vibaya sana dhidi ya watu weusi, lakini kwa watu weusi sasa hivi wengi tu tulia Gandhi kama alikuwa mtu mzuri, lakini alikuwa ni mtu mbaguzi sana yule Muhindi dhidi ya watu weusi. Sasa huyu Ibn Khaldun alikuwa ni Mwarabu huyu ambaye aliandika kwamba mtu mweusi, status ya mtu mweusi inakaribiana zaidi, karibu sana na mnyama. Ni kama sio mtu vile, kama ni mnyama vile huyu, unaona. Na ndio maana hizi zile za utumwa, Waarabu walipokuwa wanakuja kutuchukua watu weusi, walituua wengi sana watu weusi sana, kiunyama, walitendea unyama wa hali ya juu. Haya masuala yote haya sio ya kusahau, siongei haya ili kuweka chuki, unaona. Mtu mnaweza mkasamea, watu wakiomba msamaha mnasamea yale mambo yaliyopita, lakini msiyasahau. Ndio huo sasa ubinadamu, msiyasahau, sababu hata Mwenyezi Mungu aliyetuumba, ukifanya dhambi ukisamehewa, okay, lakini unapofanya dhambi linaandikwa kwenye vitabu vyako, ili siku ya hesabu utaviona, utayaona yale matazamo uliyofanya. Haya ndio uliyofanya, haya unakuwa na hesabu kitabu. Kwa hiyo unaweza mtu kasamea kitu, lakini usikisahau, unaona. Kwa sababu nini tunachokiona sasa hivi katika bara letu la Afrika, unakuta kama nilivyoongea pale awali, katika mataifa yetu ya Afrika unakuta wa Lebanon hao wamejazana chungu mbovu. Unakuta pale walipo, unakuta wao ndio matajiri wanaongoza chuma wa ile sehemu walipo katika bara la Afrika. Na kuna nchi ambayo inaitwa Cote d'Ivoire iko bara Afrika, ipo bara Afrika nani hii, Afrika Magharibi, Cote d'Ivoire. Pale wa Lebanon hawa ni wengi mno, ambao sasa hivi ndio wanaongoza uchumi wa nchi ile, na wameshakwenda hatua sasa hivi wanakuwa wanaleta vyakula hivi, vyakula mapipipi, vyakula vya watoto, wanakuwa naweka sumu mle kuua watu. Hii yote ni system ya kupunguza watu weusi ili wawagomboe pale. Na hii hali ndio hali inayotokea nani hii, Sudani. South Sudani wanatuua sana watu weusi, wanatuua sana, ili pale South Sudan wanataka wausafishe, asibaki mweusi, kabaki wenyewe Waarabu. Na siasa hii haishi pale, inakuja na tiririka. Ukienda Kongo, wa Somalia ni wengi mno sana pale. Waarabu wameshaanza kuingia sana, wanaua watu mno. Kongo sasa hivi kumeshakufa watu milioni 20. Kwa hiyo kumradhi, milioni 20. Hii ni siasa wanaifanya kumsafisha mtu mweusi, kugomboa bara la Afrika, kwa sababu wao wanajua uchumi wa dunia sasa hivi na maendeleo yako Afrika. Kwa hiyo tutafanya, tuanze kupunguza watu kule Afrika ili tuchukue sehemu ya watu weusi. Na sisi watu weusi sasa, sisi serikali zetu zina mikakati gani ambazo zinazochukua kulingana na mambo haya? Haya mambo naoongea viongozi kama vile nani hii, Mzee Kikwete anayafahamu. Hata Mzee Kikwete, mheshimiwa Mzee Kikwete anayafahamu. Hata mheshimiwa Kassim Majaliwa wanayafahamu. Hata mheshimiwa Rais ama Samia Suluhu Hassan haya wanayafahamu. Sasa wanafanya wao mikakati gani ya kuhakikisha kwamba mambo hayafiki Tanzania? Na Tanzania inakuja, tatizo ambalo linatokea Kongo linaingia sasa Tanzania, kwa sababu wale Watusi wao Watusi na wenyewe wana jambo lao ambalo lonalo ambalo sio siri sasa hivi, na hili Mzee Kikwete analifahamu. Na ndio ilikuwa hasa chokochoko ya Mzee Kikwete, ya ugomvi uliotokea kati ya Kagame na Mzee Kikwete. Hii ndio ilikuwa chokochoko, kwa sababu Mzee Kikwete dile alilifahamu hizo za utawala wake, na bado ile siasa wa Nyarwanda Watusi, sizungumzie Watusi wote, nazungumzia wale wa leaders wa Watusi, kwa kina Kagame, kina Museveni, wote wale wanaifahamu hii siasa ya kuivamia Tanzania ili waendeleze himaya yao ya kihima, empire ya kihima, ndio wanavyoita wao hima. Sawa, tuko pamoja? Haya ninayoongea unaweza kupuuza, mimi nawapa ujumbe tu, taarifa, ili acha akitokea sema tuliongeaga alisikika. Unaona, na hizi video, mtu ukipata video namna hii, uzuri wake na tunaitambaza ili watu tuamshane. Ndio maana nimezungumza mwamko wa kizalendo. Wazungu pia wanatumia Watusi kuua Wabantu, unaona pana. Sasa Watusi wana siasa yao na wao ambao wanakuja kujenga empire ya Wahima ambao wanataka wachukue Tanzania, Kongo, Uganda tayari pale wapo pale, Burundi waishike na yenyewe, na waende kule Kenya. Unaona, hii ndio siasa hawa Watusi walionao.
kutuua sisi watu weusi. Na wale Watusi wao ukikutana naye anajiona yeye ni mbora kuliko. Sasa una ubora gani kumzidi mwingine? Bantu una ubora gani? Watusi watu ambao wamepokelewa pale, tumewapokea wakapewa sehemu hala pa kuishi, leo hii wanataka kuja kutawala watu wale wapokea. Hivi ndio ukweli, hii ndio hali halisi ya mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo watu tutazame, tuwe na mwamko sana. Viongozi wa siasa lazima kuwe na mikakati itakayopangwa kupambana na hii hali, na hali hii itatokomea kama sisi wenyewe watu weusi tunajitambua. Kwa nini watu weusi tuwe pale? Unafukuta kama Tanzania, ukichunguza sana uchumi umeshikwa na Waarabu, mambo gani? Ukichunguza sana uchumi umeshikwa na Wahindi, mambo gani? Weusi wako wapi tena? Wao ndio wako chini katika nchi yetu. Ukienda Marekani, weusi ndio tuko chini. Ukienda miji ya Asia, weusi ndio tuko. Ina maana kwani kuna sehemu ambayo imeandikwa katika vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, Qur'ani au Biblia, kwamba mweusi yeye ni mtu wa kuwa mtumwa? Haipo. Hiyo kitu haipo. Na huu ndio ujinga ambao tunataka utoke kichwani. Au mtu huwezi ukawa mbora kwa ajili ya ngozi, ya rangi ya ngozi yako. Hicho kitu hakipo. Hakuna sehemu iliyoandikwa hivyo kwamba mtu ni mbora kwa sababu kwa ajili ya ngozi ya rangi yake. Haipo. Hakipo hicho kitu, hakipo. Unaona bwana? Haya yote ni mambo ambayo yaliyoundwa tu, ambayo inabidi tupambane nayo na kuonyesha kuongelea wazi kabisa kwamba ni mambo ambayo hayana msingi, mambo ambayo sio hayastahili kuwepo. Unaona, mimi nirudi kidogo tena nizungumzie enzi za, kuna mtu ambaye tulifunzwa tukaambiwa mtu mbaya sana, Idi Amin Dada. Yule baba, mimi kuna video zake ambazo zimejitokeza ambazo naanza kuzifuatafuta. Kuna mambo mengine ambayo ukichunguza unakuta kweli baba kumbe alikuwa ni Pan-Africanist mzuri sana, mzalendo mzuri sana wa bara la Afrika yule, kwa sababu ana mavio yake ndio aliyofanya, sikatai. Lakini kwa sababu ukichunguza sasa hilo aliyofanya kuondoa Wahindi pale, mimi siongei kuondoa watu, siongelei hivyo, wala si video zangu chuki. Ninachofanya mimi, lengo la video zangu ninazozifanya ni mwamko wa kizalendo, ili kwamba mtu mweusi Mbantu hasa na bezi sana kuamsha Wabantu, kwamba sisi Wabantu tujue ni watu ambao tuna hadhi kubwa sana na sio watu wa chini kama jinsi wengine wanavyotuchukulia. Lakini hiyo hadhi yetu kubwa haitokuja tu hivi, lazima tusimame, tusikali tu mambo ya muziki muziki, watu wazima, watu mji nzima, watu wote inakuwa ni muziki bwana, amepigwa huko, mchezo wa kuigiza nini. Sisi wote sasa akili za ziende, atufikiri hatuwezi watu tukawa tunafikiria mambo ya maendeleo, mambo ya competition. Ulimwengu sasa hivi katika competition, alafu sisi tubezi sana katika muziki, wakati ndo bado tunaamka. Hatuwezi tukaendelea kwenda mbele. Masuala ya muziki haya, masuala ya wasanii haya, sisi tunakuta kazi hazipo. Sasa watu wanakuwa na bezi usanii, muziki, masuala ya kuigiza nini. Ndio hicho sasa. Hii ndio hali halisi inayojitokeza nchini kwetu. Kazi hazipo. Kwa hiyo watu tulikuwa tunabezi masuala ya muziki, usanii, mambo ambayo si hayana maendeleo sana vile katika kuipa nchi hadhi kwenda juu. Ile nalo hii point viongozi wangetazama sana, watazame sana swala hili. Na swala hili la Wabantu. Hili ni swala muhimu sana hili. Muhimu sana kutazama sana hili. Unaona? Muhimu sana kutazama sana hili. Kuna video ambazo Mheshimiwa Mzee Kikwete alikuwa aliongelea, nadhani wengi wenu mnazifahamu, kwa wale ambao labda mnazifuata. Alikuwa anaongelea hizo walivyoongea na Kagame kule walivyokutana Addis Ababa kule, akamwambia tu kwa nia nzuri, lakini Kagame hakureact. Na hayo alimwambia Kagame, alimwambia pia na Museveni, lakini Kagame yeye pale hakureact. Kagame alivyorudi Rwanda kule akareact. Kuna siasa iliyofanyika pale ambayo ikampelekea haraka sana Mheshimiwa Kikwete. Sasa yeye alikuwa mwamko, alikuwa mtu akareact haraka sana kufanya siasa ile, kutafuta kila sehemu mtusi wa Rwanda diopo, chukueni na rudisheni Rwanda. Pana siasa kubwa ambayo ilipitika pale. Na ndio maana kana naongea hapa, mimi yote ninayoongea hapa Mzee Kikwete anayafahamu, na hata kama akibatikiwa kufuata hii video yangu kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, sababu mimi namfollow kwenye Instagram, nadhani yeye akifuata yataona yanayoongea. Sasa wao basi wanaongea, wanaambia watu wanakuwa wameamka kuandaa nani hii watu kiaidia kisaikolojia, wanajua bana kuna siasa hii ambayo hii watu kadhaa walionayo kuhusu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ya kimuhimu sana ya kimsingi ambayo nilikuwa nataka ni tuongelee siku ya leo. Nitakuja tena na mada nyingine zikiwa za tutakuwa tuongelee mara kwa mara. Nitakuwa nafanya video kila wiki. Nafanya video alafu nazirusha hapa kwenye channel yangu ya Wazalendo, mwamko wa kizalendo. Mheshimiwa Idi Amin Dada, rais wa Uganda, siasa yake hilo aliyoifanya ya kuondoa wale wageni kama vile Wahindi, akaondoa, akasafisha jiji la Uganda, akasema lazima liwe na watu weusi, uchumi hauwezi ukashikwa na wageni. Na hicho kitu kweli ana haki. Hakuna nchi ambayo uchumi unashikwa na wageni, lazima uchumi ushikwe na wananchi, kwa sababu wageni wao wanaposhika uchumi wa nchi yenu ni kwamba pesa zao wanazipeleka ugenini, hazikai pale.
Unaona? Sasa na ile siasa aliyoifanya ile sometimes upande mwingine ileta manufaa mazuri kwa wale watu walioondoa pale. Na ndo tukaona hapa sasa hivi Uingereza kuna waziri mkuu aliopitika Uingereza huyu ambaye alikuwa anaitwa nani, Rashid Sunak. Wazazi wake wale ni watu waliotokea kule katika wale waliotumuliwa na rais wa Uganda Museveni. Hata huyu ambaye sasa hivi ni meya wa jiji la New York City anaitwa sijui Hamdan Zoran, huyu anaitwa nani Zoran, Hamdan ni mtu ambaye ni meya wa New York sasa hivi. Ni mtu ambaye kazaliwa Uganda wale. Nafikiri nadhani wote wale ambao Museveni anabeba ndokeni. Sababu yule nadhani kazaliwa Uganda yule. Unaona? Kwa hiyo Wabantu tuamke, tuwe na mwamko na tupambane kuhusu hili. Na kuhusu swala la udini ambalo niliongelea sana, ndugu zangu, mimi kuna experience fulani ambayo nimejifunza sana katika maisha. Mimi wakati nilikuwa nyumbani, dini yetu ya Kiislamu inatufunza wal-muslimina wal-muslimati. Islam ndugu yake Muislamu. Lakini unakuta kwamba huku sasa wenzetu wanavyokwenda huku wana system kwamba mweupe ndugu yake mweupe. Haijali awe Mwarabu. Unaona? Au Mkristo ndugu yake Mkristo. Wakristo huku wao wanavyoishi siasa yao wanakwenda kwamba ndugu mweupe ndugu yake mweupe, sio Mkristo ndugu yake Mkristo. Hicho kitu haikipo. Unaona? Lakini sasa sisi bara letu Afrika tumeshikilia udini sana kuzidi watu waliokuja kutufunza dini yenyewe. Kuzidi watu waliokuja kutufunza dini yenyewe. Lazima tubeze sana katika masuala ya kufanya kazi. Na ndo hapa juzi mimi nimefuata sultani huyu wa miji ya Kiarabu Saudi Arabia yule. Alikuwa anamwambia rais wa Burkina Faso, Ibrahim Traore. Anamwambia bwana, nataka tuje kujengea misikiti 200 hapo ya kisasa sasa hivi. Sababu nyewe Waislamu, nyewe Afrika asili yenu ibada, fanyeni ibada sana. Lakini yule kijana mdogo akamwambia bwana, sisi hapa kwetu sio misikiti sio misikiti tunayohitaji. Sisi tunahitaji maendeleo. Kama misikiti tunayo ya kutosha, na kama dini tunafuata dini sana. Au makanisa hatuyataki sana hapa kwetu. Sisi kama makanisa tunao ya kutosha, na kama dini tunafanya dini tunaabudu sana. Tunachokitaka sisi ni maendeleo. Njoo kama na mambo ya kuja kuwekeza, njoo hapo wekeze. Watu watafanya kazi, watapata kazi, watafanya kazi, na ikifikia sasa kutoa sadaka zile wanazo watu watatoa sadaka, kupitia sadaka zao zile watajenga misikiti mizuri sana hapa kupitia nguvu zao sasa wanazofanya wao. Lakini swala la kuja kutujengea misikiti hapa au kuja kutujengea makanisa hapa, hiyo kitu hakipo. Njoo wekeza hapa, endeleza uchumi wa nchi hii, wafanya kazi, wananchi watafanya kazi, pesa zao watatoa misaada, kwa sababu imani wa Afrika alhamdulillah tunayo. Kwa imani alhamdulillah tunayo. Kwa hiyo tutatoa sadaka zetu, tutajenga misikiti yetu mizuri sana, tutajenga makanisa yetu mizuri sana, kwa kila mmoja atajiendeleza kulingana na imani yake alionayo. Unaona? Kwa hiyo hilo ni swala lingine ambalo, lakini sasa muda huo walipokataa ile misaada, yule rais wa Burkina Faso, muda huo tukamuona yule mfalme wa Arabu yule Saudi Arabia akaenda Marekani, akaenda kuwekeza sijui dola bilioni 200 hivi ambazo alianza kuwekeza kule, sema anaenda kuwekeza pesa nyingi sana za dola. Sasa tunajiuliza sasa, kwa nini na kwa hivi tu standard Afrika ambaye ni tutakuja tuwajengee misikiti, tuwajengee makanisa. Marekani yenyewe tunaletea pesa bilioni 200 tunawekeza kazi ziendelee. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Kwa hiyo ndugu zangu, tujitambue sana. Hakuna Mwarabu aliyoko juu ya mtu mweusi, hayupo. Ni dhana za uongo tu za kutaka kutawala watu akilini, koloni. Hakuna mzungu ambaye ni bora zaidi ya mtu mweusi. Ni dhana za uongo tu za kutaka kutawala watu akilini, na kwa bahati mbaya zilipasi watu walisikiliza tukazifuata, wakazifuata watu. Lakini kwa bahati nzuri alhamdulillah sasa hivi watu tunaamka, tunajua kumbe walokuja kutufunza wajinga uongo mtupu. Kwa hiyo ni watu kuamka, tuwe na thamani. Na usimuone mgeni, usimpi mgeni hasa ngozi nyeupe, usimuone kwamba ana thamani katika nchi yako. Hapana. Tuache ujinga. Tukiwa na hii hali, watatuheshimu katika nchi zetu. Nywele, alafu kuna masuala ya nywele tutazungumzia katika video zijazo. Hizi waving hizi ambazo zinatoka miji ya India zinaletwa barani kwetu Afrika. Jinsi gani zile waving zinavyopatikana kule miji ya India. Inataka sana. Waving zinaenda kunyulewa, watu wameshakufa, wanawakata zile nywele.
Sasa hivi wengine wameenda mbali, nasikia wanawakata zile nywele, wanakwenda kwa zile nywele, watu ambao wanakwenda kwenye kufanya matambiko, kutoa mashetani katika vichwa vyao. Zile nywele sasa ndio wanawanyoa zile nywele, kwamba hizo nywele zilikuwa na mashetani mabaya mabaya, situpende, zinatolewa, zinaenda kutupwa. Sasa kule zikotupwa kule, wale wengine wanaenda kuzichukua sasa kule sasa hivi, lakini imeshakuwa ni biashara. Wanazichukua zile nywele, waseme bwana, hizi kuna biashara hii, tupelekea watu weusi. Na maana mtu mweusi ndio takataka, mtu mweusi ndio dampo. Wewe ni dampo, mtu mweusi, mbantu. Lazima tupambane sana na hali hizi, lazima tuwe na mwamko kupambana sana hali hii, ili tutoke katika ujinga wa namna hii, ili tutoke kabisa katika hali ya namna hii, na tuone lugha zetu ndio lugha bora kuliko lugha nyingine. Mwenyezi Mungu anasikia kila lugha, anaongea kila lugha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lugha yako unayoongea ndio lugha bora kwanza kuliko kila nyingine. Rangi yako ulionayo ndio rangi bora sana kuliko rangi nyingine. Lazima jipende, sababu usipojipenda hata Mwenyezi Mungu hatakupenda. Lazima mtu ujipende, ujipe nafasi, ujijue kwamba taifa letu, nchi yetu, sisi kwanza, nchi yetu sisi kwanza, na ndivyo hivyo mtapata heshima. Hii ndio hali halisi, ndivyo hivi tunavyotakiwa tuishi. Ndugu zangu, nawashukuruni sana kwa kufuata video hii. Kama nilivyoongea, katika siku zijazo tena nitakuja na video zingine. Huyu ni mwamko wa kizalendo, video yetu hii. Nikushukuruni sana, lakini nimshukuru sana pia support ya mke wangu kwa kuweza kufanya vipindi hivi na kuna ndugu zangu ambao wananifuata sana katika vipindi vyangu, Dana Stella Bardayena, Uncle Ralph, wote ni watu na washukuru sana na kwa kuendelea kufuata vipindi vyetu tunavyovifanya. Asante.